Kutangaza mpira ni kitu ambacho kilikuja kama fursa au ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo unatamani unaviota siku zote? Sikuwahi kutamani kutangaza mpira mimi. Lakini ilivyotokea sikuwahi kutamani, ila nilijifunza. Yes, nishaye kujifunza, baadaye ikatokea chance nikafanya, watu waka appreciate nilichokifanya. Kwa kuanzia pale manake nikawekeza zaidi katika hilo eneo, lakini sio eneo ambalo nilikuwa natamani muda mrefu nije kuwa na ndoto hiyo nini. Hapana. Na sijui kwa wenzangu, lakini mimi naona kutangaza mpira inakuwa kama accident, kama ajali tu, inatokea tu, mazingira yametokea tu afu unatangaza. Sidhani kama ni yes, imekuwa ni kama kitu ambacho kimekuja kama fursa tunaweza kusema, lakini wewe hasa ulikuwa umedhamiria kuwa na ulikuwa unapendelea kufanya nini labda kwenye tasnia ya habari? Bwana, sasa hilo swali lako lina majibu makubwa sana kwangu mimi, lakini naomba nikujibu kwa ufupi sana. Sikuwahi kufikiria kuwa mwandishi wa habari, kuingia kwenye habari, kusoma vitu vinavyohusiana na habari huko nyuma. Ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuja kuwa mwandishi wa vitabu vya fasihi, kuwa mwanafasihi mkubwa wa nchi hii. Na mtu ambaye alikuwa anani-inspire ilikuwa ni James Ngugi wa Thiong'o, tunamuita hivyo, si ndio? Ndio alikuwa anani-inspire sana. Na mimi wakati nakuwa huko niko shule ya msingi nilikuwa najiita Ngugi wa Kilwa. Miaka hii hata ukienda kwenye peji zangu za Facebook nilikuwa najitambulisha hivyo, Ngugi wa Kilwa, kwa sababu alikuwa anani-inspire sana yule James Ngugi. Baadaye nikafika A level, nilivyomaliza, nilivyokuja chuoni nikachagua kusoma literature na Kiswahili. KL inaitwa. Literature na kule main campus UDSM. Kiswahili ndio ilikuwa target, literature nijue fasihi kwa Kiingereza na kwenyewe kukoje. Kwa hiyo manake bado nilikuwa naendelea kuishi ndoto zangu mpaka chuo kikuu. Nilisoma kwa miezi 6 tu nika shift, nikaacha. Sasa pale ndoto yangu iliharibika. Iliharibika kisa nini? Mimi wakati nakuwa niko mdogo kabisa, nilikuwa nimeathiriwa na vitu vitatu katika makuzi yangu. Jambo la kwanza ilikuwa ni movies. Sio movies, achana na za nje. Za hapa ndani nyumbani. Tangu kipindi cha kina Mzee Small, tunaangalia tamthilia hizi Fukuto, tunaangalia Jahazi, sijui Maisha, tunaangalia kipindi kile Kidedea, sijui kama unazijua hizo. Naona kutaja mbali sana. Hiyo tamthilia Kidedea ilikuwa jamaa mmoja anaitwa Jengua, marehemu Mohamed Funga almarhum amefariki, Mzee Small amefariki, Mzee Majuto amefariki kipindi hicho, Allah warehemu. Sasa nilikuwa napenda sana. Baadaye zikaanza kuja bongo movies hizi. Sijui Girlfriend imetoka, zikaanza kutoka nyingine, sijui